msemo. Kuna msemo wa tunawaumiza tunaowapenda na tunawapenda wanaotuumiza. Hii imekaaje? Hiyo imekaa swala sasa ya emotions na masuala ya mapenzi na nini. Hiyo imekaa kwa usawa kabisa. Watu wanaotupenda tunawapa vyuma na sisi tunachukua vyuma tunakoenda. Kwa hiyo ni kama ndivyo. Ila the deep connection ni kwamba kuna vitu tu ambavyo viko deeply embedded in that situation. Kitu cha kwanza hapo hivi kinachomfanya mtu anayekupenda umuumize, unaweza kuwa hujui, lakini kitu cha kwanza inawezekana attachment yako. Attachment style ulionayo. Ni aina gani ya mahusiano umeyajua tangia ukiwa mdogo? Umepata mahusiano ya inconsistency, yani mahusiano ambayo hayaeleweki, ya kuja weka niweke, toa niweke. Kwa kama umepata mahusiano ya aina hiyo, maana yake ni kwamba wewe utakuwa unakaa na mtu ambaye anakupa yale mahusiano ambayo yanaumiza, kwa sababu mahusiano uliyoyazoea. Maana mtu ukiwa unamngangania mtu ambaye hakupendi, mchele unajua kama hakupendi, ila unangangana naye kwa sababu unaamini kwamba watu unaowapenda huwa ni wakungangania. Sio nielewa? Maana yake love wewe kwako ilikuwa ni ya kungangania, ni ya kukimbizana nayo. Kwa sababu tunarudi utotoni. Yani hiyo ni maana anasema huwa tunajifunza upendo kutoka kwa wazazi. Tunajifunza upendo kwa mazingira tunayojua. Mazingira tunayojua, maana ndio watu wa kwanza kuona upendo au aidha kama umeelewa na whatever, yani mzazi haimaanishi kwamba kila mtu ana baba na mama. Mazingira kama unaoseleni yote aliyokulea ndio unajifunza upendo unataaje. Ndio maana kwa attachment tunasema unazungumzia kwanza mwanzo na throughout your relationship kwamba imeendaje. Unajikuta tu mtu anakaa na mtu anayemuuliza sababu ni moja. Ndio aina ya upendo anayoijua. Lakini pia kitu kingine ni traumatic bonding. Sasa hiyo inakuwa haiko sana kuanzia utotoni, ila ipo hapa kwenye mahusiano hapa. Sio nielewa? Mwisho kuna mtu anakaa na mtu anamuumiza, analia, anaomba msamaha. Kwa nini watu wanapigwa na